Unajua Vincent, pointi unazoniambia hazina mashiko kabisa. Wewe mwenyewe unatambua mapenzi ni sia. Na ukizingatia Melissa kanipenda mwenyewe kwa hiari yake. Sasa nashangaa unafosi mapenzi, kila siku unafosi mapenzi. Mara kwa mara unaniambia nimwache Melissa. Melissa ni mwanamke. Na moyo wake ni wanyama, sio wa chuma. Basi tufanye nimemwacha. Unadhani atajisikiaje? Ni sawa. Kwa hiyo wewe kwa sasa ndio sharukani wa Bongo, si ndio? Imakani. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwa sasa sina maneno mengi sana. Na bahati nzuri umetambua kwamba hii sio mara yangu ya kwanza kukwambia kuhusu hili swala. Nimekuonya mara kadhaa. Na leo narudia tena. Ima, unapaswa kuachana na Melissa. Unapaswa kuachana na Melissa. Unapaswa kuachana na Melissa, Ima. Nikisema ukweli nahofia visu watanichoma. Nahitaji haki yangu, haki ya nafsi yangu. Nahitaji haki yangu, haki kwenye ndoa yangu. Nahitaji haki yangu, haki ya mali. Mama Vincent. Niambie. Hebu kaa chini na mwanao Vincent umweleze na ongea naye vizuri. Amefanyaje? Unakumbuka hivi karibuni ameomba fedha ya mtaji. Ile shilingi milioni 5. Na nilimpa kama kijana wetu. Lakini sasa hivi Vincent amekuwa akizurura tu. Huyu ni mtoto wa kiume. Asije akasema kwamba tumeshindwa kumwangalia, kumbe yeye ameshindwa kuthamini fedha na matumizi ya fedha. Hivi unajielewa kweli wewe? Unajielewa? Yaani kuniita kote kunitoa chumbani kunileta hapa sebuleni, najua hata kuna kitu cha maana unachoniambia. Kumbe unaniambia vitu vya ajabu kabisa. Wewe umejisaulisha kwamba Vincent ni mtoto wa kiume. Wewe ndio unataka ukae naye chini uongee naye. Unasubutu kunituma mimi vitu vya ajabu kama hivyo eti kaa na mtoto wako Vincent uongee naye. Niongee naye nini? Leo sasa ndo nimepata jibu kwamba humpendagi mwanangu. Wewe ni mbaya sana. Yaani hela kidogo tu umempa mtoto ndio hiyo unaizungumzia mpaka leo. Wewe umejisaulisha kwamba kwenye biashara kuna faida na hasara. Huenda labda amepata hasara. Hili ni onyo langu la mwisho. Sitarudi tena kusimama na wewe njiani kama hivi au sehemu yoyote kukwambia kuhusu swala la Melissa. Ila kama wewe unajifanya mkazaji sana, endelea kukaza. Ila siku nikikutana mimi na wewe kwa ajili ya hili swala, utajuta kumfahamu Melissa. Narudia tena, utajuta kumfahamu Melissa. Have a good day. Nasikia maumivu ya moyo. Nasikia maumivu ya moyo mimi ya Chitra. Nasikia maumivu ya moyo mimi. Sasa unataka kuniambia kwa kama mtaji umekufa, kwa hiyo na wewe unataka mwanangu naye afe? Mke wangu. Mama Vincent, unaenda mbali. Unaenda mbali Mama Vincent. Sina maana hiyo. Maana yako ni nini? Mama Vincent, maana yangu ni kumjenga mtoto. Kumjenga na kuwekea misingi iliyo bora. Sina maana nyingine. Ingekuwa ni mtoto wako kumzaa, ungenituma mimi nizungumze naye? Ingekuwa ni mtoto wako kumzaa, ungenituma mimi nizungumze naye? Au kwa sababu umeona ni mtoto wangu ndio maana unaniambia mwambie. Mtoto wako ni soro, anapanda na kushuka, atakuwa soro. Kwa hiyo namwambia mwanangu mimi awe soro. Mama Vincent, kama nimekukosea, niwie radhi. Hakika mwanangu hawezi kuwa soro. Hizo dua zako ni bure sana kwa mwanangu. Upo? Una roho mbaya sana wewe mwanaume. Nilikuwa sikujui. Leo ndo nimethibitisha. Nisamehe mke wangu. Nisamehe sana. Mimi niko chumbani. Nikisema neno anajibu kikatiri, nidai haki yangu. Kwa nguvu ndo nafikiri au nini? Vise kila saa. Naikosa nuru moyoni mwangu, zinanitesa sana hisia zangu, kupendwa na kupenda
ni haki yangu. Sasa mbona mnapinga chaguo langu? Nilipokutana nawe moyo wangu uliruka, kila lafla yako ni shairi, kila neno ni wimbo. Wewe ni taa yangu gizani, faraja yangu wakati wa majonzi, na kila siku ninayopita nakupenda zaidi. Hakuna mwingine anayejaza nafasi yako. Wewe ni nguvu yangu, safari yangu, kila pumzi, kila hatua, na kushika karibu milele daima. Daima wewe, Melissa wangu, moyo wangu unaimba kwa jina lako. Hakuna msichana mwingine, hakuna mpenzi mwingine. Upendo wetu ni kweli, hauna mwisho. Mikono yako ni mali ambapo dunia inasimama. Tabasamu lako linapunguza maumivu yangu, na hata kama maisha yabadilika, wewe bado ndogo, bado wangu milele. Tunapokuwa pamoja, kila kitu ni rahisi, hali iwe jua au mvua. Wewe ni kila kitu kwangu. Hii ni hadithi yetu, hakuna kurudia. Daima wewe, daima milele. Daima wewe, Melissa wangu, moyo wangu unaimba kwa jina lako. Hakuna msichana mwingine, hakuna mpenzi mwingine. Upendo wetu ni kweli. Samahani Melissa, mambo vipi lakini? Safi, habari yako? Mimi niko fresh. Kama utojali niko naomba nikuulize jambo moja. Uliza tu, hamna shida. Hivi mtu ambaye moyo wake una upendo, moyo wake unajali, unadhani ni haki gani anastahili kupewa kutokana na jinsi ambavyo moyo wake ulivyojawa na upendo na amani? Kiufupi, anastahili kupendwa, kujaliwa kama ambavyo moyo wake unafanya. Umejibu vizuri sana Melissa. Sasa kwa nini wewe hutaki kunipa haki yangu? Kwa sababu imekuwa ni mara kadhaa na kufuata na kueleza Melissa na kupenda. Ni mara nyingi Melissa najitoa kwa sababu yako. Ila mwenzangu unaona kama hujali hivi. Hapa mtaani kote hapa, yaani nikipita kulia Vincent hi, nikipita kushoto Vincent mambo. Mdada wanashoboka. But I don't give them time to talk with me, man. Ni yote kwa sababu moyo wangu kuna mwanamke mmoja tu nayempenda sana. Na huyu mwanamke sio mwingine, bali ni wewe hapo Melissa. Kwa nini unipi nafasi tafadhali? Lakini Vincent, kwani ni mara ngapi nimekuambia mimi siwezi kuwa na wewe? Kama ni yeye yake kupenda, mimi tayari nishampenda mtu mwingine. Ananipenda na mimi nampenda. Afu sikiliza, jaribu kuwa muelewa basi wakati mwingine. Mtu akikwambia hakutaki, jaribu kuelewa.
So kila muda tukikutana unazungumza mada ile ile. Unachosha Vincent. Melissa, do you know you surprised me, man? Unanishangaza Melissa. Unawezaje kunikataa handsome boy kama mimi, eh? And then you decide to date with that bitch. Kapuku choka mbaya, kidampa mmoja asiyekuwa na mbele wala nyuma. Hebu fikiria. Hebu niangalie nilivyo. Mimi hapa kwangu sio tu maneno, isipokuwa na sasampa ipo. Kwa urembo uliokuona wewe, hazi yako ni mimi hapa. Sio yule Ngochilo. Atakusaidia nini wewe? Mbona shindwe kuwa mwelewa? Kwa hiyo nimekupa nafasi ya kukusikiliza. Ukaamua sasa uanze kumsema mwanamume wangu, si ndio? Nisikilize Vincent kwa makini. Zungumza yote. Yaani mwagika jinsi unavyotaka. Lakini kuhusu swala la ima wangu, naomba ukae mbali. Naomba ujaribu kujishikilia. Tafadhali. Tutakuja kuonana wabaya. Sisi tunaelewana? Kama unamwona ni kidampa, kwangu mimi ndo handsome boy. Yaani wewe ndo nakuona you are nothing but calabash. Unajua kati ya wanawake wa ajabu hapa duniani ni wewe. Kwani unataka mwanaume wa aina gani? Hapa siku hizi wenzako wanachangamkia fursa. Mtu kama mimi nikimfuata mara moja tu anakubali. Sasa ni mwanamke gani? Mimi nataka nikupe matunzo, nikujali. Ujihisi kama upo sahari ya 5 ya 6 huko. Yaani kitu ambacho ukijui. Endapo utakuwa na mimi, utakula vizuri, utavaa vizuri, and itakuwa ni part after part. Uona feli wapi eti? Sikiliza kwa makini. Kama unajiona unajua kutunza sana, nenda kamtunze mama yako mzazi. Sihitaji matunzo yako. Najimudu. Ukiniangalia juu mpaka chini unaona nina dhiki. Sina dhiki. Sina shida na hizo sasampa zako. Sijui tunaelewana? Tu tunaheshimiana tafadhali mwanaume. Melissa. Hapa ni njiani bwana, hebu jaribu kujiheshimu. Hivi minina kasoro gani? Au mapenzi yanahitaji elimu gani? Shakuwa kipengele hiki. Maana ninaye paya yu samani. Hanijari ananiona kama nyani. Nimepa pesa ila bado, nimepa mda ila bado. Nawaza nimpe nini mambo yawe gado. Nasikia maumivu ya moyo. Nasikia maumivu ya moyo. Unajua mwanangu, Ima siamini kabisa. Na unaonekana wewe ni mwamba kweli. Unajua siamini umewezaje kumpata Melissa kwa muda mfupi kiasi hicho? Wakati kuna watu wengi wanatumia nguvu nyingi, wanatumia pesa nyingi kumpata Melissa, lakini bado wanagonga mwamba. Lakini unashangaa umeingia mguu mmoja mguu mbili tayari umeshampata. Sasa ninashindwa kuelewa kumbe kuna uchawi gani? Wanatumia uchawi nini? Kaka hakuna uchawi. Kaka, kwani wewe uelewe mapenzi ni hisia? Kaka, hisia zangu mimi na Melissa zimeendana. Ndio maana unaona kama imekuwa rahisi sana mimi na Melissa kupendana. Melissa nampenda na yeye ananipenda pia kaka. Unajua Ima, unaongea point sana. Mapenzi ni hisia, naelewa. Ni hisia ndio. Lakini sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Yule demu ni mkali sana hapa mtaani. Ni mkali ile mbaya, alafu na watu wengi sana wanamfuatilia. Sasa kuna muhuni mmoja hapa mtaani anamfuatilia kwa udi na uvumba. Hivi minina kasoro gani? Au mapenzi yanahitaji elimu gani? Maana ninaye paya yu samani. Hanijari ananiona kama nyani. Nimepa pesa ila bado, nimepa mda ila bado. Nawaza nimpe nini mambo yawe gado. Nasikia maumivu ya moyo. Nasikia maumivu. Vincent. Yes dad. Habari ya wewe? Salama mzee. Naona kama dalili za kutoka hizo. Ndio baba, nilikuwa nataka nitoke mara moja. Hebu naomba kaa dakika mbili tujadili kidogo alafu uweze kuendelea na shughuli zako. Dakika chache tu. Okay. Vincent mwanangu.
Shughuli zako zinaendaje? Kila kitu kiko sawa baba. Kweli? Yeah. 100% baba. Vincent mwanangu, ni muda umepita tangu tumekupa fedha fanya biashara, lakini umekuwa ukiingia unatoka, unaingia unatoka. Shida ni nini? Umekwama wapi? Dad, unajua usikutarajia kama ungeniambia maneno kama hayo. Kwa hiyo unamaanisha wewe roho yako huwa inauma sana pale unaponiona mimi naingia ndani na kutoka, naingia ndani na kutoka. Unahisi kama namaliza unga, namaliza mchele humu ndani, pengine najaza tu choo, sina faida humu ndani, si ndio? No Vincent, sina maana hiyo. Vincent, lengo ni kujua umefikia wapi, umefanya nini. Yote hii ni kutengeneza msingi wako maisha yako ya kesho. Wewe ni kijana sasa. Listen to me dad. Mimi ni mtu mzima. And I'm fit mentally and physically. Naelewa vizuri sana. Alafu kuhusu hili swala la milioni 5. Yes, mlinipa mtaji. Lakini ile ilikuwa ni pesa ndogo sana dad. Yaani mimi mwenyewe hapa usifikiri kwamba niliitumia au pengine nilihonga, nilikunywa pombe, nifanyeje? No. Ile pesa nilihifadhi na mimi katika mitikasi yangu nikajichanga angalau niweze kuiongeza ifike milioni 10, milioni hata 100 huko ili nipate biashara ya maana ya kufanya. Sasa dadi, nikauze vitumbua. Vincent, sikujua kama hiyo fedha umehifadhi uongeze ufanye kitu kubwa zaidi. Sikuwa nimejua hivyo. Na ungeleta basi taarifa. Imefika sehemu tunakujadili mimi na mama yako mtoto wetu kwamba amekwama wapi, nini kimetokea, kwa sababu umekuwa kuingia wa kutoka, kuingia kutoka. Yote hii kwa faida yako. So unamaanisha hata bi mkubwa anajua hiki unachoniambia? Yeah, anajua. Sure? Yes, I'm sure. Okay. Bi mkubwa. Bi mkubwa. Unasemaje? Hebu njoo mara moja. Unampata Vincent? Kaka, Vincent namfahamu. Nimeshakutana naye zaidi ya mara 3. Ananitishia kuhusiana na Melissa hivyo hivyo. Lakini nikwambie kitu kaka. Melissa ni mwanamke ninayempenda. So siwezi kuachana naye kwa sababu ya vitisho vya Vincent kaka. Lakini pia tu nikwambie kaka, Melissa ni mwanamke wa ndoto zangu. Suni huyu atakuja kuwa mama watoto wangu. Kwa hiyo from nowhere tu siwezi nikamwacha kwa sababu eti Vincent sijui anamfuatilia. Hapana. Yeye atacheza nafasi yake na mimi nitacheza nafasi yangu. Sawa Ima, mimi nimekuelewa. Na nimekuelewa vizuri kabisa. Ila nataka ndio nikushauri kitu kimoja. Cheza kwa password. Yule demu kuna wengi sana hapa mtaani wanampenda. Wengi sana. Na usije ukasema kwamba sikukwambia. Umeshanielewa? Usije ukasema sijakwambia. Cheza kwa password. Hivyo tu. Sema nini kaka? Mimi nimekuelewa, mimi nitafanya hivyo. Wala usiwazi. Bi mkubwa. Hivi wewe imefikia hatua unakaa na mume wako humu ndani mnanijadili kwamba mimi namaliza misosi? Pengine mimi na wabana humu ndani? Kwamba sina kazi manaki mimi humu ndani, yani I'm a useless boy. Why bi mkubwa tumefikia huko? Bi mkubwa, tambua mimi ndo kijana wako pekee. Hauna mtoto mwingine zaidi yangu. Sasa kivipi ukae na mume wako kunisengenya mimi? Kwa nini wakati wa hivyo vikao msiniite na kunishauri? Inafikia hatua mnanizungumza afu mimi sipo. Tena kwa ubaya bi mkubwa. Sasa unataka mimi nikaishi wapi? Vincent mwanangu, tambua wewe ni mtoto wa pekee kwangu na ninakupenda kuliko kitu chochote huko duniani. Mimi sijaongea hicho kitu na huyu baba. Huyu baba hakupendi. Vincent, mimi mamako nakupenda sana. Baba Vincent, haya maneno umeyatoa wapi? Mzee, inaonyesha kwamba wewe ndio umechora mchoro wote huu. Sema nini? Baridi barafu. Haina neno wala ilabu. Mbele yao kama tai. Sisi ni people. Tutasomana. Naikosa nuru moyoni mwangu, zinanitesa sana hisia zangu, kupendwa na kupenda
ni haki yangu. Sasa mbona mnapinga chaguo langu? Nadhulumiwa, nasingiziwa. Mola wangu, simama nami. Mimi mnyonge najiona, haki yangu ipo mashakani. Kaka ndo natoka? Ya kweli ndo natoka. Kuna mahali nafika ila sitochelewa kurudi. Nimekuja hapa na rafiki yangu. Anaitwa Norin. Tutakuwa naye kwa siku ya leo. Oh, wow, Norin karibu sana. Asante kaka. Karibu sana, najisikia uko nyumbani. Asante, nimekaribia. Bila shaka nitawakuta. Kama utochelewa utanikuta, lakini ukichelewa pia sio mbaya, hata wakati mwingine. Sawa. Basi mimi niwaache. Ila na hakika nitawakuta. Sawa kaka. Haya, kwaheri, baadaye. Poa sister, kwaheri. Mama Vincent, hivi mimi na wewe tumeongea nini kuhusu Vincent? Yale yote tuongea, umekuja hapa unaongea kitu gani? Yaani umekuja hapa unaongea nini mbele ya mtoto? We! Tena ishi hapo hapo. Tena umwache mwanangu aishi huku ndani kwa raha na amani. Sio tumeelewana? Haina utamu ila shubiri, nahisi kama mwenzangu kanibia akili. Nikisema neno anajibu kikatili, nidai haki yangu. Kwa nguvu ndo nafikiri, au nini nyamaze uovu ni ufanyu kuwa siri. Nahitaji haki yangu, haki ya nafsi yangu. Nahitaji haki yangu, haki kwenye ndoa yangu. Nahitaji haki yangu. Najihisi raha, yani burudani, kuwa na wewe mwangu maishani. Kama sio wewe mwingine nani wakunipa furaha isiyo kifani? My darling, no more, you are the one. Unafanya niwe chizi zuzu, sina neno mimi kwako bubu. Babe, samahani kwa kusumbua, lakini mimi chaji yangu haipeleki moto na hisi imeharibika. Ndio nikaona bora tu nikupigie uniletee chaji yako. Hata usijali. Wewe ni mpenzi wangu. Una haki ya kuniagiza chochote kile, na nikafanya kadiri ya uwezo wangu. Mchukua hii chaji. Asante kipenzi. Alafu Vincent bado anakusumbua? Inakuwaje mwanangu? Kama kaa fresh japo sio kivile. Tilo, unakumbuka kuna muda nilikupa wazo au nilikwambia issue kuhusu Melissa? Sema kweli leo nimebahatika kukutana naye face to face. Namba zaidi alikuwa amemaliza kuongea na mshikaji wake. Uwezi amini kanitolea maneno ya shombo kinoma. Yaani ilifikia hatua nikajiona mimi ndo fara. Alafu baada ya kumaliza kuongea na Melissa nikaingia pale maskani. Nikamkuta Bingi naye yupo pale maskani. Naye kazidi kunichanganya kabisa, niletea mambo ya ajabu ajabu ambayo hata sielewi.
Kwa kifupi mtaani hapa na utulivu, nimerudi maskani tena ndio hivyo unavurugwa. Kifupi sielewi chochote. So nimekuja hapa kwako, labda pengine unaweza ukaniambia kwamba tuanzie wapi, nifanye nini kwa Melissa, nifanye nini pale maskani? Maana sielewi chochote mwanangu. Huo ni zembe wako Vincent. Kwa sababu swala la Melissa ulinifuata mwenyewe, nikakupa mipango yote, plani zote nikakuwekea wazi, lakini ukaweka uzembe kwenye kutekeleza plani. Laiti ungefanikisha kutekeleza ile wazo nililokupatia, sasa mambo yangekuwa yameshaisha. Na kama utakuwa tayari kutekeleza wazo, iwe sasa hivi, iwe baadaye, hata kesho, itakuwa tayari muda wote, na tutafanikisha, kila kitu kitaisha. Yaani leo tu nimekutana naye akaanza kunimiminia ngonjera zake, mimi nikabaki tu namsikiliza. Alivyomaliza nimemmiminia hayo maneno, sidhani kama atasubutu tena kunisumbua. Yaani yule hajui tu ambavyo ananiuzi. Kuna ving'anga, lakini Vincent ni king'anga pro. Yaani ananiuzi yule, ni vile tu ajui. Mimi naona mwarobaini wa hili swala niweke tu mambo yangu sawa, ili kiwezekana mwezi ujao tufunge ndoa kabisa. Oh baby. Baby. Nimefurahi. Moyoni mwangu upo wewe tutu, kwa chana mimi na wewe ni miaka buku. Oh, penzi tamu. Aya baby, acha mimi niwahi kabla mjomba hajanikuta hapa. Moyoni mwangu upo wewe tutu, kwa chana mimi na wewe ni miaka buku. Oh, penzi tamu tamu. Oh, penzi letu we na mie. Oh, penzi tamu tamu. Oh, penzi letu we na mie. Kuhusu swala la mzee wako, ngoja tufanikishe kwanza la Melissa, alafu swala la mzee wako tutajua tafanyeje. Mimi nakuelewa vizuri sana Tio, na hata hiyo plani ambayo ulinipa nilielewa vizuri sana, ila kuna wakati napata ugumu kwa sababu hiyo plani yako ni nzuri, ila inahitaji roho fulani hivi ya kishetani yani. Anyway, kwa hatua ilipofikia hapa, sina budi kukubaliana na plani yako. Wewe nielekeze tu tunaanzia wapi, nifanye kama ulivyonielekeza. Okay, ngoja nimcheki mwanetu ili atupe ramani tujue tunaanzia wapi. Haina noma. Yes, hello. Ndiyo mwanangu. Niko location yenyewe, yani mipango yote imeshakaa fresh na ramani zote nimezisoma. Imekuwa kama bahati umenitafuta, niko mazingira yale yale. Kila kitu kiko sawa. Na atumia location hapo kama dakika 15 mimi nimefika eneo husika, na mje mkiwa kamili. So mnakuja kama mnaenda kanisani. Okay, sawa. Msizingue sasa. Zingatieni muda. Okay. Norini kasema yuko mazingira husika. Kwa tufanye mpango, tujiandae tuondoke. Haina noma. Naikosa nuru moyoni mwangu, zinanitesa sana hisia zangu, kupendwa na kupenda
ni haki yangu. Sasa mbona mnapinga chaguo langu? Yes, maelekezo ndo kama ambayo nimekupatia, na ni chaguo lako kuja au usije. Mimi au hanihusu. Location nishakutumia, na ukichelewa utapishana gari la mshahara. Naikosa nuru moyoni mwangu, zinanitesa sana hisia zangu. Kupendwa na kupenda ni haki yangu. Sasa mbona mnapinga chaguo langu? Nadhulumiwa, nasingiziwa. Mola wangu, simama nami. Huyu mtoto atakuwa amepatwa na nini? Mbona ametoka kwa spidi kubwa sana humu ndani? Anyway, kwa kuwa ni mtu mzima, atakuwa anajua anakoenda, atanikuta. Tamu ila shubiri, nahisi kama mwenzangu kanibia akili. Nikisema neno anajibu kikatili, nidai haki yangu. Kwa nguvu ndo nafikiri, au nini nyamaze uovu ni ufanyu kuwa siri. Nahitaji haki yangu, haki ya nafsi yangu. Nahitaji haki yangu, haki kwenye ndoa yangu. Nahitaji haki yangu, haki ya mali zangu. Nahitaji haki yangu.